Yule mkali wa recap, mkali wa review za movie mbalimbali. Tupo kwa ajili ya kufundisha, kuelimisha na kukumbusha pia vitu ambavyo sometimes moja kama vile sometimes kuna kusahau fulani, au tupo kwa ajili ya kuwakumbusha watu vitu vingine ambavyo kwenye maisha vipo vinatokea kabisa. Sema kuna muda sometimes mtu havimkuti au vishamkuta, lakini afikia kipindi fulani kutokana na mapito yale ameshasahau sana, So tupo hapa kwa ajili ya vitu kama hivyo. Leo naweza nikasema kuna namna moja pia naweza nikakupa story au nikakupa kama kidokezo fulani hivi kwenye life. Ujue maisha kiuhalisia kwamba ni upendo, yani maisha ni upendo. Bila upendo ina maana kwenye maisha nahisi hakuna chochote kile, kwa sababu upendo ndio unafanya watu wanakuwa pamoja, upendo ndio unafanya watu wanaungana, na upendo ndio unasababisha kila kitu kinakaa fresh, watu wanakaa good, wanaona kama maisha yamekuwa safi kabisa, na shida za dunia watu wanasahau, maisha mengine yanaendelea. Unajua kiuhalisia, ukija kwenye uhalisia kabisa, yani mwanamke au wanawake ni sehemu ya maua inayodumisha love, inayofanya upendo uzidi kuonekana ni upendo. So mimi naamini kila mtu anajua kwamba upendo ndiyo nguzo yetu. Usiache kusubscribe channel yangu Moyo Review, turn on notification kwa ajili ya updates mpya. Story yetu inaanzia kwa huyu mwanadada anakwenda kwa jina la Sonia. Ni mwanadada ambaye alitokea kukutana na changamoto kwenye maisha yake. Kama unavyojua kila mtu anakuwa na changamoto hapa na pale, changamoto za kimwili, changamoto za kiakili, changamoto za maisha kama riziki. Lakini yeye kiuhalisia ukija kuangalia alikuwa na changamoto ya kimwili. Alikuwa kuna namna fulani kama vile alikuwa na hisia sana, kuna namna akiwa anahitaji au akawa anahitaji mwanaume kwa namna moja au nyingine. Kujizuia inakuwa changamoto, alikuwa ni ngumu sana kujizuia, kuzuia hisia zake kwa mtu kama akiwa anajisikia yeye mwenyewe kufanya tendo. So ilikuwa inampelekea sometimes moja anakuwa lazima awe anatumia namna kama ya kuforce fulani hivi ili atimize haja ya moyo wake au atimize haja ya hisia zake zinachohitaji kwa muda huo. Alikuwa na mshikaji mmoja hivi, kuna mshikaji mmoja hivi alikuwa anamforce kwamba kuna namna fulani alikuwa amezidiwa, alikuwa anamforce kwa mshikaji kwamba kuna namna fulani anahitaji show, lakini mshikaji naona kuna namna moja au nyingine alikuwa hajavutiwa na kitu kama hicho, alikuwa anamzingua, alafu mwisho wa siku akamtimua, akaona yule mjao mbona namna hii anafanya vitu kama hivi inakuaje, lakini ni hisia zake, alikuwa anashindwa kujizuia vitu kama hivyo. Anakuja tena upande wa pili anakutana na mwamba tena kwenye ghetto ndani, anaforce kuna namna anaforce anahitaji kutimiza haja ya moyo wake, kamvamia mwamba chumbani, anahitaji kuforce angalau atimize haja ya moyo wake atulize. Unajua sometimes moja kiuhalisia kwenye maisha, hisia ya mwili ni hisia mbaya sana, kama kiwi inakupanda kwa namna moja au nyingine ukawa unashindwa namna ya kuizuia. Ilitapaka story fulani hivi, ikabidi akalishwe nyumbani na familia na mzee. Kuna namna fulani kama alikuwa anasumbua majirani, ikapelekea story kwa mzee wake hilo jambo kusuruhishwa. Ili kwa inamuia sana changamoto mwanadada wewe Sonia, kutapatapa kwa namna moja au nyingine, kutafuta tulizo kwa namna moja hapa na pale kwa ghafla. Unajua kuna muda mwingine unaweza ukawa unahisia sana ambazo sio za kuweza kujizuia, ukakosa hata boyfriend muda mwingine kutokana sometimes watu wako focused na maisha, alafu mishemishe nyingi, mwisho wa siku wewe muda wote unakuwa tu unahitaji tendo. So inakuwa changamoto kwa baadhi ya watu wengine, lakini so wote, kwa maana kwamba kila mtu hahitaji kitu hicho, inakuwa changamoto kwa mtu mwingine. So inampelekea yeye hata muda mwingine labda kama hata na mtu, lakini una mtu kwenye mahusiano, lakini labda mtu muda mwingine yupo kwenye mishemishe zake, na kupelekea wewe mwili kukusukuma kufanya vitu au kukusukuma kuhitaji kitu ambacho nafsi inahitaji kwa muda huo, kwa sababu hamu au kuhitaji kufanya tendo kwa muda huo inakuwa inakubana sana. So inakulazimu kufanya maamuzi ambayo hayafurahishi wengine, japokuwa kuna wengine pia inawafurahisha. Kitu kama hicho. Alikumbana changamoto sana mwanadada huku na kule, majirani, kelele zikawa nyingi kwa kila mtu. Lakini pia akaja kukutana tena mshikaji mwingine tena hapa, kama kawaida yake, kama ilivyo ada, mwili wake ambavyo unamsukuma kufanya vitu ambavyo muda mwingine ni hatarishi kwa jamii inayokuzunguka kuwa na hali kama hiyo, kutokana na kutokujizuia kihisia zaidi. Stories zikaendelea kama hivyo. Hapa yuko na mzee wake, naona anapiga stories hapa na pale, anamwaga mzee wake kuna sehemu labda anatoka, alikuwa anaenda kwa rafiki kumuomba kama ushauri fulani hivi rafiki yake.
Je, nini hatima ya mwanadada Sonia? Kusubscribe channel yetu, maana mwisho wa story hii ndio mwanzo wa story nyingine inayofuata. Asante. Moyo Review.